Mimi nimefahamiana naye 2012. Ninaingia wizarani nikiwa mgeni kabisa. Yeye alikuwa hajawa mkuu wa REA, alikuwa katika maofisa wale wa pale. Kwa hiyo nikamwambia kwamba inabidi tuongeze kasi ya kupeleka umeme vijijini. Hebu wewe unieleze tutaendaje kazi. Lakini wakati huo anafanya na Mramba akiwa TANESCO. Kwa hiyo cha kwanza kabisa nilichompa, na tulikuwa na pesa nyingi, tuna pesa kutoka Sweden, Marekani, wapi, pesa nyingi sana. Namwambia hizi pesa hatutaki kuzirudisha, lakini lazima watuone tunafanya kazi. Na kweli uwezo aliokuwa nao, kila baada ya miezi miwili mitatu nilikuwa naitisha kikao cha mradi tu wa umeme vijijini. Nieleze, marehemu alikuwa na uwezo, alikuwa anatoa vitu kichwani. Namwambia bana, weka projector pale, anaweka, lakini anatolea kichwani. Nikaona huyu jamaa ana uwezo sana. Sasa ambacho alifanikisha, labda ni hamkijui, na mwenzake Mramba, nikamwambia sisi Tanzania tumechaguliwa, maanake tulianza kupeleka umeme kwa kasi sana. Dunia ikaona Tanzania kwa Afrika labda inafanya kitu kizito sana. Kwa hiyo wakati wanatengeneza millennium, zile sustainable development goals, ile za millennium zimekwisha, zinakuja mpya. Wakasema Tanzania, nyie mtueleze tuweke kwenye UN kwa niaba ya bara la Afrika. Kwa hiyo na mimi na timu yangu namuuliza engineer, yeye akiwa ajawa mkuu ndio amesimamia miradi, tunataka Watanzania wapate umeme wa bei nafuu. Na hilo swali nimempatia naye Mramba TANESCO. Wanajifunga na mimi nawatia pressure. Huwa nikiwa na pressure ya kazi na kuwa nzito kweli kweli. Naambia semeni tuweke umeme kiasi gani, umeme wa 300,000 hauwezekaniki. Kwa hiyo ndugu zangu waombolezaji, kati ya watu waliopiga mahesabu na wenzake kuleta umeme wa 2027 ni marehemu. Katika kazi za mwisho za Engineer Boniface Gisima Nyamuhanga, moja ya kazi za mwisho ni pamoja na kufanya kazi na sisi. Siku ya Ijumaa tarehe 11 tulikuwa naye kwenye semina ya nishati kwenye kamati ya nishati na madini ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tarehe 13 ndio mwenzetu akatangulia. Tulimfahamu Nyamuhanga kama mtendaji makini, mtendaji mnyenyekevu, mtendaji ambaye ukimweleza tatizo hana kesho, ni leo anatekeleza. Tumepoteza mtu mahiri kama walivyosema wenzangu, lakini kama alivyosema baba askofu kwamba siku ikifika imefika, na sisi wote tutapitia njia hiyo. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu mengi amesema, sifa zake zote zimesemwa, kazi zote alizozifanya zimesemwa. Baba askofu amesema maneno mazuri na ametuhubiri vizuri sana. Sasa kwa sababu ya muda, Mwenyezi Mungu ailaze roho ya Engineer Gisima Nyamuhanga mahali pema peponi. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, nimebahatika kufahamiana na ndugu Gisima kwa miaka mingi. Ndugu Gisima tulianza kufahamiana tukiwa sekondari. Mimi nikiwa form 6, yeye alikuja form 5, kwa hiyo nilimpokea sekondari ya Kibaha. Na baada ya hapo tukawa wote chuo kikuu cha Dar es Salaam, tukisoma wote shahada ya uhandisi wa umeme. Tumefanya kazi pamoja kama alivyoelezea Mheshimiwa Profesa Muhongo, akiwa TANESCO, akiwa REA. Ili baadaye tumekutana nikiwa wizarani kwa TANESCO. Kwa hiyo ni mtu ambaye namfahamu sana. Sina haja ya kurudia
chochote kati ya yaliyosemwa kumhusu, kuhusu tabia yake, utendaji wake, uchapaji kazi wake, lakini naweza kusema neno moja tu: alikuwa mtumishi anayejituma, mtumishi asiye na makuu, ambaye focus yake ni kutekeleza wajibu wake. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, jambo hili lililotokea limetugusa Wizara ya Nishati na sekta zote na taasisi zote kwa kiasi kikubwa, lakini katika kuenzi yale ambayo aliyafanya, tunapenda kuhakikishia waombolezaji na Watanzania wote kwamba tutadumisha kazi aliyokuwa anaifanya ya kuhakikisha nchi yetu inapata umeme wa uhakika na wa kutosha, na kwamba shirika la umeme linaendelea kuwa na utulivu na linaendelea kutekeleza wajibu wake. Mimi kwa sababu tunaomboleza, naweza nikamsemea Engineer Gisima. Yeye ni kakaangu, pamoja kwamba tulikuwa naye kama mkurugenzi, mimi mwenyekiti, lakini bado ule ukaka tuliweka pamoja. Namfahamu kabla hajajiunga TANESCO. Mimi nafanya kazi katika benki ya Azania, na mtoto wake wa kwanza Beni pia anafanya kazi katika benki ya Azania. Tulikuwa naye wakati akiwa REA, tuko jengo moja, makao makuu ya Azania akiwa TCRA na REA iko pale. Alikuwa mpaka analala mauti, ni mtu mnyenyekevu sana, mnyenyekevu mno. Na kiukweli, pamoja kwamba tunazungumzia TANESCO, lakini pia mwaka 2016 mpaka pale alipotoka TANESCO, mchango wa maendeleo ya umeme vijijini ilifanyika kwa kasi kubwa sana. Kwa hiyo nayo ni sifa ambayo ninavyofikiri ilikuja kumsababisha pia kuletwa kwenye shirika la TANESCO. Kwa hiyo Engineer Gisima, binadamu wote tuko sawa, lakini yapo mambo ambayo yanatutofautisha. Moja ya jambo kubwa ambalo mimi binafsi nililiona kwake ni unyenyekevu, lakini pia kufanya kazi kwa kuamini katika taaluma yake. Lakini alipokuwa akiona pia taaluma yake inapungukiwa na taaluma ya pembeni, anaenda kusoma taaluma nyingine. Kwa hiyo umeona ni injinia, lakini pia amesoma sheria ili aongeze ujuzi wa kisheria. Amesoma mambo ya biashara, MBA, ili aongeze ujuzi wa kibiashara. Kwa hiyo alikuwa ni mtu katika elimu yake aliyejizatiti ili aweze kufanya maamuzi ambayo ni maamuzi sahihi na jumuishi. Lakini ndugu zangu, TANESCO kwa muda aliokaa Nyamuhanga na jinsi wanavyolia, tena wafanyakazi wa chini, wafanyakazi wa kada ya chini, ili inaonyesha kwamba aliingia, hakutaka kwenda na makundi, akakusanya TANESCO. Wazo lake lilikuwa ni moja tu, kwamba shirika liweze kufanya ile kazi mahususi ambayo ni ya kusababisha Watanzania wote tuweze kupata umeme.